Leo nataka kuzungumza na watu kuhusu utoaji wa Bwana. Utoaji wa Bwana. Utoaji ama kutoa ni hali ya mtu mmoja kuchukua alicho nacho na kumpa mtu mwingine. Kutoa ni hali ya mtu kuchukua alicho nacho na kumpatia mtu mwingine bure ama kwa upendo. Zaburi ya 29 mstari wa 11. Bwana atawapa watu wake nguvu. Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Anasema Bwana atawapa watu wake nguvu. Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Hapa kuna vitu viwili vya msingi na vya muhimu sana ambavyo Mungu anatoa anawapatia watu wake. Na watu wake ni wale walioitwa kwa jina lake. Watu wake ni wale wanaoliita jina lake. Watu wa Mungu ni kina nani? Ni wale wanaomkiri Mungu katika njia zao zote. Kuna watu wa dunia lakini kuna watu wa Mungu. Kuna watu wa shetani na kuna watu wa Mungu. Watu wa Mungu ni wale waliomwamini Yesu wa Bwana na Mwokozi. Maana anasema katika Yohana 1:11 alikuja kwa watu wake lakini hawakumpokea. Wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ndio wale waliamini jina lake. Hapa maandiko yanasema huwapa watu wake nguvu. Huwabariki watu wake kwa amani. Hizi ni baraka mbili za muhimu sana ambazo Mungu anawapa watoto wake. Na kwa kweli kama kuna kitu ambacho mtu anaweza kujivunia kwenye maisha yake ni kuwa mtu mwenye nguvu. Ni kuwa mtu hodari. Ni kuwa mtu mwenye uwezo kupita watu wote. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia ambaye Mungu alimbariki, alimpatia nguvu za ajabu sana. Alikuwa anaitwa Samson. Angeweza kupiga makumi ya watu kwa mikono na kuwashinda. Alikuwa ni mnabii wa Bwana, alipewa nguvu za Mungu. Kama kuna kitu kingine ambacho wanadamu wanahitaji sana, mtu binafsi na mataifa, ni kitu kinachoitwa amani. Kuna nguvu na kuna amani. Sasa tuweze kuona ni kusema kwamba Mungu wetu ni mkarimu. Mungu wetu ni mtoaji. Huwapa watu wake nguvu, huwabariki watu wake kwa amani. Mungu wetu ni mtoaji, sio mchoyo, ni mtoaji. Na anatoa kilicho chema, huwa anatoa kitu kibaya. Yohana 3:16, kwa maana jinsi alipenda ulimwengu. Alafu kafanya nini? Akatoa mwanae wa pekee. Nani? Yesu Kristo, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu wetu ni mtoaji, na ujue anatoa vipawa vyema. Yesu aliwaambia watu, kama ninyi mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, Baba wa mbinguni ni zaidi atawapa mema hao wanaomba. Akisema ni nani kwenu ninyi ambaye mwanae akimwomba mkate atampa jiwe? Ama muombe samaki ampe nyoka? Ama muombe yai ampe nge? Asema hamna. Wewe Mungu, wewe unayemwamini ni Mungu mwema, ni Mungu mtoaji, na anatoa vitu vyema. Na moja ya vitu ambavyo Mungu anataka kupatie au unahitaji sana kutoka kwa Mungu ni nguvu za Mungu. Sema amen. Kitu kingine unachohitaji sana kutoka kwa Mungu na Mungu anataka uwe nacho ni amani. Sio kila mtu hapa duniani unamwona na nguvu za Mungu. Sio kila mtu unamwona ana amani ya Mungu. Kuna watu wana amani ya kutengeneza, kwa sababu kuna walinzi, kwa sababu kuna mume, kwa sababu kuna mke, kwa sababu kuna hiki na kile, kuna kuwa na kaamani ka aina hiyo. Lakini kuna amani ya Mungu ambayo maandiko yanasema inapita akili zote. Na Yesu Kristo akasema, amani yangu ninawaachia, amani yangu ninawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu unavyotoa. Mtu anaweza akawa na amani, akawa na elimu, akawa na fedha, akawa na kila kitu, lakini akakosa amani. Na ndio unasikia watu wananyonga, watu wanakusumu. Nini kimetokea? Amekosa amani. Roho inafadhaika, roho inahangaika, anaona kuna njia, anaona kuna majibu, pamoja na yeye, pamoja na elimu, pamoja na cheo,
kwamba nini kimekosekana? Amani. Tunahitaji kupata amani kutoka kwa Mungu. Amen. Utulivu wa moyo. Hata mtu amelala njaa lakini ana amani. Anaishi katikati ya maadui, ana utulivu, hana wasiwasi. Hiyo ni amani imetoka kwa Mungu. Vitu ambavyo Mungu anatoa kulingana na mstari tulisoma Zaburi 29 mstari wa 11. Wapa watu wake nguvu, wabariki watu wake kwa amani. Unahitaji hivi vitu mwana wa Mungu. Sema amen. Sema amen. Nguvu za Mungu ziko juu ya nguvu za shetani. Nguvu za Mungu zikikumbana na nguvu za shetani, shetani anadidimia chini. Zikikumbana na nguvu za mwanadamu, mwanadamu naye anashindwa. Mwenye nguvu za Mungu atashinda. Mwenye nguvu za Mungu atapenya mahali pasipopenyeka. Mwenye nguvu za Mungu atapita pasipopitika. Mwenye nguvu za Mungu atashinda wachawi na mapepo na waganga. Nguvu za Mungu. Sema amen. Mwenye nguvu za Mungu atasukuma kila roho mbaya kwenye duka lake, kwenye biashara yake, kwenye saluni yake, kwenye ndoa yake. Mapepo haya anayaondoa kwa jina la Yesu, kwa sababu kuna nguvu ya kusukuma hivyo vitu. Bwana atawapa watu wake nini? Nguvu. Hatuwezi kuishi na maadui zetu na tukawa salama kama hatuna nguvu za Mungu. Hatuwezi kushinda majaribu na vita na misukosuko mbalimbali kama hatuna nguvu za Mungu. Hatuwezi kuambia mapepo toka na yakatoka kama hatuna nguvu za Mungu. Hatuwezi kumtumikia Mungu tukatoa fedha na mali zetu kwa furaha kama hakuna nguvu ya Mungu ya kutusukuma na kutuwezesha. Yeye mtoto akakua, akaongezeka nguvu. Wewe unakuwa kiroho, unaongezeka nguvu za kiroho, unadidimia mwanangu, na unashuka chini. Unahitaji nguvu za Mungu. Katika Matendo ya Mitume 1:8, Matendo 1:8 inazungumza kuhusu nguvu. Yesu akamwambia, nani mtapokea nini? Nguvu akisha kuajilia juu yenu nani? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunahitaji nguvu. Yesu alimwambia, msiondoke Yerusalemu, bila paa zangu naenda mbinguni. Lakini nyinyi msijaribu kuondoka hapa, msiende mtaani, msiende kuhubiri, msiende kuombea wagonjwa, mpaka mmepewa nguvu kutoka juu. Na mtapokea nguvu kutoka juu za Roho Mtakatifu. Sasa mnaweza kuwa mashahidi wangu. Mnaweza kunisemea kutoka Yerusalemu, Yahudi, Samaria na mwisho wa nini? Wa nchi. Unahitaji nguvu za Mungu ili biashara yako ionekane, mauzo urushe, wateja upate, maendeleo upate, vita ikija unashinda, maana huwezi kushindana na mwenye nguvu kama una nguvu zaidi yake. Naambia kuna aina za nguvu. Kuna nguvu za mwanadamu, za mwili, za fedha, za mali, lakini kuna nguvu ambazo wanadamu wamezitengeneza za nishati, za umeme, za mashine, za kusukuma na kufanya vitu. Lakini kuna nguvu za shetani, lakini kuna nguvu za Mungu. Na sasa sisi tunahitaji nguvu za Mungu ili tuweze kukabiliana na nguvu za shetani. Maana shetani yupo, ni adui yetu, ni adui wa Mungu. Kwa hiyo tuweze kumshinda yeye mwenye nguvu, lazima sisi tuwe na nguvu. Luka 1:35. Luka 1:35. Wakati malaika anazungumza na Mariamu kuhusu ujauzito wa Yesu, Mariamu anamwambia, inakuaje? Na mimi sina mume hapa. Inakuaje? Wewe unataka kuniingiza kwenye dhambi? Anasema hapana. Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Roho Mtakatifu atafanya nini? Atakujilia juu yako. Na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Na sasa utachukua ujauzito. Nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Na utaweza kuchukua kile ninachokwambia. Nguvu za Mungu zinapotufunika tunaweza kufanya yale ambayo akili za kawaida za kibinadamu hatungeweza kufanya. Utamwona mtu ni mdogo, lakini kama ana nguvu za Mungu anaweza kupambana na majitu. Sema amen. Unamwona Daudi, kijana wa miaka 17, tunasoma habari zake katika kitabu cha Samueli wa kwanza na wa pili. Goliathi lilikuwa ni jitu kubwa. Kweli lina nguvu. Mrefu wa kimo na nguvu ya kutosha. Ametokeza
kiongozi wa Wafilisti, anatukana taifa la Israeli na majeshi yao. Kila siku wanatokea na watukana, nyinyi ovyo, nyinyi bure, hamwezi chochote, hamna Mungu. Nini kama mna nguvu mjinde tupigane na sisi? Anatukana Goliath. Siku moja Daudi ametokea huko, ametoka nyumbani kwake, babake amemtuma kaangalie ndugu zake jeshini huko, awapelekee chakula na mikate na maziwa na nini na siagi na zabibu. Daudi anapofika pale kwenye uwanja wa vita, nakuta kuna taharuki. Mambo ya pili pale, Goliath anatukana, anatisha watu wa Mungu. Sauli mfalme wa nchi ameingia baridi, asukupambana na majeshi yanaogopa, wamefadhaika. Daudi amekuja pale, lakini kumbe huko porini bwana alishatoa mafuta. Samueli alishamiminia mafuta. Kwa hiyo yeye babake anamtuma kama mpeleka mikate na chakula kwa ndugu zake. Kumbe yeye anaenda tena kama mtu ambaye ametiwa mafuta ili awaamue wale watu wa Mungu. Alipofika pale, Daudi anauliza kwani nini kiendelee? Bwana mtu anatukana watu wa Mungu namna hii. Kwani mtu akipiga huyu mtoto kaipiga itakuwaje? Akamwambia bwana, kaka zake mbepake na ile wewe mdogo kuja usumbua kumfukuza. Akamwambia mtu mwingine niambie, bwana mtu anatukana watu wa Mungu namna hii. Mimi naweza kupiga. Wakasema, unaweza kupiga. Akasema, habari zikaenda kwa mfalme na nani? Mfalme akamwambia Daudi, amesema, wewe ni kijana mdogo. Mimi ni mtu wa vita, tumepambana miaka mingi, tumemshinda mtu, unawezaje? Akasema kuna Mungu aliyenisaidia kuua simba na dubu kwa porini wakati nachunga kondoo wa baba yangu. Huyo Mungu atanisaidia kupiga hili jamaa. Sema amen. Kwa hiyo ni msuri niende nikalipige. Usiogope jitu lako, hakikisha una Mungu ndani. Hakikisha una Roho Mtakatifu. Hata kama linakuja limevimba ni kubwa, lina sauti ya kunguruma, linatisha, limedondokea kwenye mabati ya wapi, wewe na Mungu wako unalichia kwa ukakamavu, kwa sababu kuna Mungu mwenye nguvu ndani mwako. Wewe ni mdogo, lakini una Mungu mwenye nguvu ndani mwako. Sema una Mungu mwenye nguvu. Zaburi ya 29:11, Bwana huwapa watu wake nguvu. Mungu akupe nguvu. Amen. Ushindane, upigane, ushinde, ustawi, uendelee, ufanikiwe.